Wakati huo Zibora naye asogee. Zibora, Sipora, Mwita Magige asogee kwenye maiki. Wegesa naye asogee kwenye maiki. Peter Nyabugongwe asogee kwenye ardhi, asogee kwenye maiki. Haya, mpatieni, tuanze na mzee wetu tupate baraka za wazee. Asante sana ndugu waziri mkuu. Kwa jina mimi naitwa Matata Mwita Nyanteto. Mimi ni mzee wa mira wa Nyamongo. Ila naomba kuwatangazia Wananyamongo wote, wakaaji wa Nyamongo wote, kwamba kuanzia tarehe 7 hakutakuwa na shughuli yoyote ile. Tarehe 7 shughuli ambayo tumekataa ni yani hata kujitisha mzigo wote, kuchinja mfugo wote, yani hatuhitaji damu ya kiumbe chochote kudondoka chini. Wazee wa mira watakuwa na shughuli yao maalumu kulingana na desturi na mira. Hiyo shughuli itaanza saa 12 alfajiri, mwisho ni saa 12 jioni. Watazungukia Nyamongo nzima, na tunaahidi kwamba vijana wao wetu sana sana bodaboda, siku hiyo ni siku ya kuoga na kulala, na ndio siku ya kuongea na wake zao. Hiyo ni tahadhari tunawapa, na tunasema kwamba vikundi vya kushawishi maovu, hiyo ndio kazi yetu, na kama mtu ataonekana siku hiyo, basi sisi kugikuta turagamba iga ruyuhano bulira nawe. Na jambo la pili, ndugu mheshimiwa waziri mkuu, tunaomba kwamba Mheshimiwa Majaliwa kipindi alikuwepo alituahidi kwamba atatuita huko Dodoma ili tukae naye tujadili mambo yetu ya Nyamongo, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kulifanya hilo. Basi kwa mfano sasa hivi wewe ndio nafasi yako, tunakuomba utuite hapo Dodoma tukae tuongee mambo ya Nyamongo. Kwa nafasi yako ndugu mheshimiwa, tunakuomba hilo, utupe ridhaa yako. Asante. Haya, asante sana babu yangu Mheshimiwa Mwita Mwekwabe. Basi bunge linalokuja utanikumbusha tuwalete wazee wetu. Tuwalete wazee wetu waje wamtemee mate na kijana wao. Ili na mimi nikiwa napiga marufuku hizi, mtu akifanya janja akutane na hasira ya babu zangu wa Mara. Haya, asante sana babu zetu, tunawashukuru wazee wetu, asanteni. Sasa tumsikilize Zipora. Kwa majina Zibora. Kwa majina naitwa Sibora Mwita Magige. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina changamoto na kero. Ndio. Mheshimiwa, kuna shirika moja linaitwa Masaka. Liliwahi kunikopesha hela. Baada ya kulipa hela nikawa nimepata changamoto. Zikawa zimebaki kama shilingi 320. Walininyang'anya pikipiki yangu. Mheshimiwa, siku hiyo changamoto niliyoipata waliponinyang'anya pikipiki yangu, nilikuwa na mzigo, nilikuwa naleta bidhaa hapa Nyamongo. Bidhaa yenyewe mimi ni machinga. Nilikuwa nimerangua simu na memory na flash kwa ajili ya kuja kuzunguka kwenye vibanda humu na kuwaranguzia. Nilipanda gari ambalo linaenda Serengeti. Baada ya yale mawazo kufikiria kwamba pikipiki yangu imeenda kwa shilingi 320, nilipofika Mruambe gari lisimama, abiria alishuka. Na mimi pale nilikuwa nimeinamisha kichwa ninawaza pikipiki, akashuka na ile begi langu. Kwa kweli mheshimiwa, nilifika hapo Kuinoko nikashuka. Nilibaki kama kichaa.
kuna bodaboda ambaye tunaishi naye pale nyumbani ndio alipita baadaye akanibeba na kunirudisha pale nyumbani. Kwa hiyo changamoto yangu hiyo, mheshimiwa, nilikuwa ninakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu uweze kunisaidia shilingi milioni 2 angalau mawazo nilionayo mheshimiwa yaweze kupungua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na pikipiki yangu hiyo uone namna utakavyonisaidia mheshimiwa. Nimemaliza hapo mheshimiwa. Pole sana kwa mawazo. Haya, mpelekeni kwa katibu pale. Katibu, mpatie bwana kijana mawazo yaishe. Mpelekeni pale kwa katibu. Usikute hata huu sio mwili wake huu. Haya, mzee wetu. Kwa jina naitwa ndugu Peter Nyabugongwe Kati. Mimi nimepata changamoto mpaka hivi sasa, hata hapo ulipo sikuoni vizuri. Nilipata stroke. Stroke hiyo imesababishwa na kesi. Mnamo mwaka 1991 nilinunua kiwanja tukiwa na mke wangu. Nilinunua kiwanja kutoka kwa mzee mmoja anaitwa Sonora Marwa. Kwa hivi sasa ni marehemu. Huyo mzee Sonora nimpa pesa taslimu, tukaandikiana mbele ya katibu kata aliyekuwepo anaitwa Zablon Awol. Huyo ndugu Zablon Awol sasa hivi ni marehemu naye vile vile. Lakini ilipofika mwaka 2011 kuna jirani yangu alijitokeza akadai kwamba ardhi hiyo ni yake. Mimi nikamwambia ardhi hii siyo yako, niliyanunua kutoka kwa huyo mzee, tena nyumba za bati za nyaraka si unazo? Nyaraka na kuomba nikukabidhi. Haya, huyo mtu aliyenunua ni yupi? Aliyetaka kuchukua eneo lako? Ni kijana mmoja wa mzee mmoja anaitwa Filimon Gotora. Huyo kijana yuko Tarime, ni kiongozi upande wa CCM. Anaitwa Godfrey Filimon Gotora. Anadai kwamba alipewa ardhi hiyo na baba yake, na wakati baba yake tuishafanya naye kesi nikamshinda. Hizi ni nyaraka ambazo zote nimezitengeneza mimi. Haya, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mwenyeji wetu yuko wapi? Haya, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, utapata nakala za nyaraka zile ambazo mzee amezisema. Tumia mwanasheria wako wa wilaya azipitie, ikithibitika hiki anachosema mzee wetu kiko sahihi, mtafute huyo kijana amkabidhi mzee eneo lake na asimsumbue tena. Tumia mwanasheria wako azipitie vizuri, na wala msimsumbue mzee kumzungusha. Wewe pata nakala, tuma watu wako wapate nakala vizuri, zipitie na mwanasheria wa wilaya. Baada ya hapo simamieni mzee asisumbuliwe. Haya, msaidizi wa mkuu wa wilaya aende pale apate vizuri kopi ile, na mzee ubaki na kopi yako. Haya, anayefuatia. Mimi kwa majina naitwa